anapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao. Hiyo ni mstari wa pili. Neno la Bwana limetuambia kwamba ambia wanadamu ama ambia watu wao, pale ambapo kutatokea makosa, amekuweka katika sehemu fulani kwa ajili ya ulinzi. Kwa hivyo kila mtu ana sehemu yake ya kulinda. Kila mtu ameweka katika kiwango chake cha kulinda. Na ndio maana mama amepewa majukumu ya kukaa na watoto wake na kuwafundisha vyema. Bwana Yesu asifiwe. Na wachungaji wamepewa majukumu ya kuwafundisha watoto wanaokaa katika nyumba na hata wale waliko nje, ya kwamba kosa linapofanyika akakaweze kuwa kama mlinzi, ili ya kwamba ile kosa lisimwangamize yule mtu anayefanya lile kosa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuchagua wewe mchungaji, wewe kiongozi, wewe mwimbaji, kama mlinzi wa mwenzako. Wewe unapoona mtu anakosea na unaona huyu mtu anakosea na nina uwezo wa kumuonya, ama unasikia Mungu anakuambia tu enda ukamkataze, lakini wewe unasema si ananidharau, wacha kae. Si hawanisikii, wacha wakae. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale ambapo unapofanya hivyo, neno la Bwana linatufunza katika mstari huu, kama viongozi tumepewa majukumu ya kulinda. Umepewa majukumu ya kulinda watoto wake ama watoto wako ama sehemu ambayo umewekwa. Umepewa majukumu ya kulinda. Kuna wale wanaweza pewa majukumu ya kulinda kule kazini, kuwa kama storekeeper. Kuna walinzi wa kulinda watu wanalala, wewe umekaa kwa gate kuwalinda. Hiyo ni majukumu yako. Kwa hivyo hata yule client akikuja uwawe kama wewe uko kwa gate, wewe ndio utachukuliwa makosa. Kwanza utaulizwa walipitia wapi wakaua mtu ambaye unamlinda. Huu upanga ulikuja vipi ukamkata huyu? Ama huyu mwizi alikuja vipi akaiba hiki kitu ambacho ulikuwa unakilinda? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wachungaji, kuna viongozi tumepewa majukumu ya kulinda, lakini hatulindi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunapoomba ama tunapohubiri, mtu akaokoka, tamwacha vile. Umemkabidhi kwa mtu, hata akifanya makosa, kwa sababu anatoa pesa mingi, kwa sababu anatoa sadaka ile mzuri, nasema hasa huyu hata siwezi mkataza. Unaona tu anafanya usherati, unaona anafanya usinzi, lakini wewe hautaki kushughulika naye kwa sababu anatoa pesa pale wadibao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Bwana linazungumza kwa viongozi, na sisi wote ni viongozi. Wewe ni kiongozi wa mtoto wako. Mtoto wako akikuja akaanza kuiba, mtu anayeulizwa kwanza, wewe nani ambaye amelea huyu mtoto? Na ndio maana unasikianga mtoto anapotembea, unasikia wanasema ya kwamba huyu anatembea kama fulani, tabia zake ni kama za fulani. Ina maana zile tabia anazofanya mtoto wangu zinaangaliwa kwangu kwanza. Kwa hivyo zile vitu zinazozifanya ndizo mtoto wangu atazifanya. Kama mimi ni mtu ambaye ninapenda kelele sana, watoto wangu watakuwa vile. Kama mimi ni mtu ambaye ninapenda kuiba, watoto wangu watakuwa vile, kwa sababu mimi ndio wanafunza na ninakaa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe mchungaji
Ni nini unachokifanya katika kanisa, katika nyumba ya Bwana? Kama wewe kiongozi, iwe umepewa kiwango sehemu fulani katika kanisa, wenda katika kusimamia waimbaji, wanapokosea unachukua nini? Unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia hapa, kuna ujumbe ambayo huwa tunajitoa sisi. Kama viongozi huwa tunajitoa, ama kama mzazi huwa tunajitoa. Mtoto wako anapoiba unasema kwamba hajafanya, ile hali unajua amefanya. Sasa tunajitoa. Na haumuonyi tena, unamuacha unalea huyo mtoto kama mayai. Yaani inabembelezwa, haiguzwi. Huyu ni mtoto wa mama, huyu ni mtoto wa baba, haguzwi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vile kuna kanisani, kuna mahali, kuna watoto, ama kuna mshirika, ama kuna mchungaji wako, kama wewe askofu ama wewe mchungaji, kuna mchungaji wako mdogo, unaona anakosea, lakini kwa sababu anatoa sana, umemlea kama mayai. Hata kikosa hawezi mkanya, hawezi mwambia hapa unakosea, hawezi mwambia hapa hustahili kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema katika mstari wa 4, mstari wa 3 inasema ya kwamba ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi ya hiyo, akapiga tarumbeta na kuwaonya watu, basi mtu awaye yote asikiaye sauti ya tarumbeta wala asionywe, upanga ukaja na kumuondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema hivi ya kwamba kama upanga ukija, kama umeona kwamba huyu brother fulani amekosa, ama huyu mtoto amekosa, na upanga ukaja, wewe ukamuonya, ukamwambia hii njia haustahili kwenda, hii njia haustahili kufanya, neno la Bwana linasema ya kwamba hata upanga ukija ukamkata, damu yake itakuwa juu yake mwenyewe, kwa sababu ulimuonya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Bwana linaendelea likisema ya kwamba alisikia sauti ya upanga au ya tarumbeta, wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake mwenyewe. Lakini kama angalionywa, angalijiokoa na roho yake. Bwana Yesu asifiwe. So neno la Bwana linatuambia hivi ya kwamba kama upanga ukija, na huyo mtu aliisikia hiyo upanga, aliona hiyo makosa, lakini hakuonywa. Na kuna mtu ambaye amewekwa kwa ajili ya kuonywa, ambaye wewe mchungaji, ambaye ni wewe apostle, ambaye ni wewe askofu, ambaye ni wewe chairman, ambaye wewe ni mlinzi wa namna yoyote ile, na haujaonya. Hiyo upanga ikija ikamkata yule mtu anaifanya, damu yake inahitajika juu yako, kwa maana ni wewe haukumuonya. Kwa hivyo wachungaji, siku ya leo ninaongea maneno haya kwa sababu makanisa mengi yamegeuka. Kanisa limekuwa ni kama mahali ambapo watu wanajificha tu. Watu wameenda kujikinga mvua tu. Hata wakiendelea na uzinzi, hata wakiendelea na anasa, ni sawa. Kanisa limekuwa la kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali kuna walinzi, ambaye ni mchungaji, ambaye ni askofu, ambaye ni apostle, ambaye ni nabii, ameonyeshwa ya kwamba huyu mtu anafanya makosa, lakini hamuonyi kwa sababu heti ni mchungaji wangu mdogo,
kwa sababu huyu anatoa pesa mzuri, kwa sababu huyu ndiye anakujanga, huyu dada ndiye anaoshanga kanisa kila siku. So unamwacha. Sasa hata kikosa hautaki, unaona kwamba hakuna mtu mwingine atakuja pale kuosha. Hiyo ndio mahali ambapo kanisa limefikia siku hizi. Watu tunaenda katika njia za dhambi pasipo sisi wenyewe kujua. Tunafanya dhambi na hatuoni. Kwa hivyo hata upanga ukija ukanikata, na kuna mtu ambaye amewekwa kwa ajili ya kunilinda mimi, upanga ukanikata, damu yangu itahitajika kwa ajili yake. Na ndio maana nawaambia wachungaji, ombeeni sana, jitakaseni sana, na mkaweze kujua sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hata pia kuna wachungaji na ambao wako kanisani, siku zao za kuhubiri ni Jumapili, tuseme, na ile weekdays ambapo ni one on one. Zile siku zingine wanafanya starehe zao, usinzi wao, mambo yao ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kwamba unapoendelea kufanya vile, ujue kwamba unapoendelea katika hiyo hali, kuna mahali ambapo wewe utakuwa tu unajulikana kama mchungaji, lakini wewe ndio unachafua kanisa. Na pia kama kuna mshirika, Bwana Yesu asifiwe, unajua kuna washirika ambao wanaonyeshwa kwamba huyo mchungaji wako anakosea. Usiende kwenda kuambia watu wengine. Wakati unaendanga kuonana na mchungaji wako kwenye ofisi, sehemu yake ya ofisi, nenda ukamuonye, nilionyeshwa hivi, kwa hivyo rekebisha. Hata kama hatasikia, umeshamuonya. Bwana Yesu asifiwe. Upanga ukija, damu itahitajika kwake mwenyewe, kwa sababu ulishamuonya. Lakini kama haukumuonya, eti kwa sababu ni askofu wako, eti kwa sababu mimi ni pastor wako, eti kwa sababu huyu ni shemu na anatuombeanga hapa kila siku, na umeonyeshwa kwamba anafanya hivi na ukakataa kumuonya, upanga ukija ukamkata, hata kama wewe ni mshirika, damu yake itahitajika kwa ajili yako, kwa sababu umeonyeshwa na haujamuonya. Neno la Bwana linatuambia hivyo vyema tu. Umewekwa kama mlinzi. Na hapa duniani tumewekwa kama mlinzi wa kila mmoja. Wewe umewekwa mlinzi wa Chris, na Chris amewekwa labda mlinzi wa Abigail, na Abigail amewekwa mlinzi labda wa dada Masi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa eti Abigail anaona dada Masi amekosea, lakini kwa sababu ni anakuanga plani kwa kanisani, na mimi ni mtu wa chini sana, nikimwambia sasa ataniona aje, atanichukua aje. Unaamua kwenda kuambia watu wengine, unakosea. Upanga ukija ukamkata, damu yake haitahitajika kwa askofu, bali itahitajika kwa Abigail, kwa maana ni yeye amewekwa kwa mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mahali ambapo tunakosea pasipo sisi wenyewe kujua. Umewekwa kwa mlinzi hata kule kazini. Unapoona mwenzako umepangwa na yeye kazini, na unaona anakosea hapa, lakini kwa sababu ulimpata na bosi anamwamini sana, kwa hivyo wewe unaogopa kwamba hata nikimwambia nitafukuzwa kazi mimi, mwambie hata ukifukuzwa kazi Mungu bado yuko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, na pia sasa kwa wachungaji na washirika, viongozi wote, tembea katika njia ya kumpendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wamekaa kanisani na kuchukua sifa. Anapoona ya kwamba nimetoa pepo, nimeombea fulani akapona, najiinua kwa sababu yeye ni mchungaji na ameombea watu wakapona, ama yeye ni askofu ameombea watu wakapona. Sasa ile sifa yeye anajichukulia,
hata akitembea kwa barabara ama njiani ama wapi. Walinzi kama si walinzi, yeye hasalimii watu, eti yeye amebeba upako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo unajidanganya. Ajipandishaye atashushwa, na ajishushaye atapandishwa. Jishushe ili Bwana akupandishe. Tusome katika kitabu cha Zakaria 3. Zakaria 3 kuanzia mstari wa 1. Neno la Bwana linasema hivi: kisha nikamwona Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu ni kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anaombea watu wenye dhambi. Yeye ndiye anaombea watu wenye ukoma. Yeye ndiye anaombea watu wenye ulcers, wanapona. Lakini ni kuhani mkuu. Amesimama mbele ya Bwana, mbele ya malaika wa Bwana. Na hapo mbele ya malaika wa Bwana, nani amesimama na yeye? Shetani, kushindana na yeye. Na ni kwa nini amesimama kushindana na yeye? Bwana Yesu asifiwe. Njia zako unazozipitia, hata kama wewe ni mchungaji, hata kama wewe ni askofu, hata kama wewe unajiita ya kwamba ni mimi ni mwombezi, mimi ni apostle, mimi ni nabii, na njia zako ni za ukora. Hata kama unatoa mapepo ni sawa tu. Ni sawa, haina shida. Hiyo ni neema Mungu amekupatia. Lakini njia zako ni ngani? Wengine tunaenda katika njia za anasa, wengine ni njia za ukora, ya kwamba hata nikitoka tu kanisani, kule kazini mimi nimejaza wanadada. Nikitoka kwa nyumba yangu nimemwaga mke wangu vizuri, lakini nikifika kazini mimi ni mtu mwingine. Hata kazini hawatambui kama wewe ni mchungaji. Hata kama wanatambua, hautaki wajue. Wengi ni wachache tu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni mke wako, labda ni mke anafanya, labda anangoja unatoka unaenda kwa kazini, yeye anaanza kupigia simu fulani. Yaani njia zako, unajiita mama kanisa, unajiita Mkristo, unaenda kanisa kila siku. Acha nikwambie, uenda kanisa kila siku haimaanishi kuwa wewe umeokoka, ama haimaanishi ya kwamba utaenda mbinguni. Kuomba kila siku haimaanishi ya kwamba wewe umeokoka ama utaenda mbinguni. Ni neema tu. Njia zako ni njia gani? Watu tunakosea usiku na mchana, lakini hatutaki kurejea mbele za Bwana kwa upole na kurudi chini na kumuita Mungu, kumwambia Mungu, hapa kweli nimekosea. Hatutaki. Eti kwa sababu sisi watatusikia, watatuona aje. Hata kama ni mchungaji anasema mimi ni pastor, nitaanza aje kuomba toba, Mungu nisamee kwa sababu nilikosa hii, washirika wataniona aje? Omba msamaha. Neno la Bwana limesema katika kitabu cha Methali 28 mstari wa 13 ya kwamba afichaye dhambi zake hawezi fanya nini? Fanikiwa. Amen.